Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Wanavijiji waishtaki kampuni ya kuchimba migodi ya Uingereza nchini Zambia kwa madai ya maji kuingia sumu na kuharibu mashamba yao. BBC yafichua namna biashara kusafirisha wahamiaji inazidi kunawiri nchini Uturuki. Dawa ya kuua sumu itokanayo na nyoka yaonyesha kutoweka, hivyo kushindwa kuokoa wengi wanaong'atwa na viumbe hao. Katika michezo, je, Marekani Serena Williams ataweza kumshinda dadake Venus na kuandika historia kwa kushinda mashindano yote makubwa ya tenis ya Grand Slam katika msimu mmoja? Hujambo na karibu katika Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Kampuni ya kuchimba migodi ya Vedanta Resources inakabiliwa na kesi mahakamani hapa Uingereza kwa shutuma za kuchafua maji kwenye eneo lililo karibu na mgodi wake nchini Zambia. Mamia wanavijiji kutoka Zambia wanadai shughuli za kampuni hiyo zimeeneza sumu kwenye vyanzo vya maji na kuharibu milima na rutuba ya ardhi. Vedanta Resources ni kampuni iliyosajiliwa kwenye soko la hisa la London na ina umiliki mkubwa kwenye kampuni ya Konkola Mines inayochimba migodi hiyo mikubwa nchini Zambia. Kasim Kaira ana maelezo zaidi. Ukingoni mwa mto Kafue, wanawake wa kijiji cha Hippo Pool wanachota maji. Ni maji watakayoyatumia kupikia, kusafisha na pia kunywa. Lakini kuna tishio la janga ambalo huenda likajitokeza. Jamii zinazoishi kwenye eneo mito ya Mshishima na Kafue inapokutana zinasema maji ya eneo hili yamegeuka maji ya tindikali. Na wanakijiji wanasema hiki ndicho chanzo. Hapa kwenye ukanda wa shaba, yani Copperbelt, unapata harufu na hata ladha ya uchafuzi ulio ndani ya maji. Nyaraka zilizofichuliwa na ambazo BBC imeziona zinaonyesha kwamba kampuni ya Vedanta Resources kupitia kampuni tanzu ya Konkola Copper Mines imekuwa ikichafua maji kwa kumwaga ndani yake asidi sulfuriki na kemikali nyingine zenye sumu. Mfichua siri ambaye ameitumikia kampuni hiyo kwa miaka 15 anadai kwamba tangu Vedanta iliponunua KCM mwaka 2004 wametumia njia za mkato ili kupunguza matumizi. Naona janga la kimazingira likijitokeza. Ni hatari. Maisha ya watu yataathirika. Nilikuwa siwezi kukubali kuhusika na janga hili, kwani kizazi kijacho hakitatusamehe. Leo Mlenga alikuwa mkulima. Rotuba ya ardhi ilikuwa nzuri na mazao tele. Lakini sasa hayo yote yamebadilika. Nilikuwa nikipanda mboga, viazi mbatata, nyanya na ndizi. Lakini sasa hakuna mustakabali hapa, umaskini tu na kuteseka kwa watu wote tangu ardhi ilipoharibiwa. Na madhara sio kwa ardhi na vyanzo vya maji tu. Wakazi wa hapa wanaamini kwamba hata afya yao imeathiriwa. Floribert Kepapa alimpoteza mkewe na mtoto kwa ugonjwa asioujua. Yeye mwenyewe alilazwa hospitalini miezi 4 kwa ugonjwa wa kupooza na maumivu ya tumbo. Anaamini maji ni sababu moja na analaumu mgodi huu wa shaba kuhusika. Wakati tulikuwa na ZCCM, maji ilikuwa safi. Lakini wanakuja hapa wa KCM wanakuwa kuharibu mili yetu, wanaharibu watoto wetu. Hapa tunapenda kama KCM itoke hapa Zambia, iache watoto wale wanakomea wakomee mzuri. Kwenye kanisa moja dogo huko Shimulala, mawakili wa shirika la Uingereza Lay Day wanakusanya ushahidi kutoka kwa wakazi 1800 wa jamii za Chingola. Wameungana ili kupeleka kesi mahakama kuu ya London, ambako sasa kesi imefunguliwa dhidi ya kampuni ya Vedanta na KCM. Lakini kutatua mashtaka haya huenda ikachukua miaka kadhaa, huku bei ya shaba ikiwa nayo inashuka. Mpaka pale itakaposikilizwa kesi hii na labda itatuliwe, bei itakayolipiwa shaba huenda ikawa ndogo, na hivyo kuongeza umaskini na hali ngumu kwa jamii za hapa kwenye ukanda wa shaba nchini Zambia. Kasim Kaira, BBC.
Na tumeweza kupata tamko la kampuni ya Konkola Copper Mines ikijibu madai yaliyo ndani ya ripoti hii. Konkola inasema kwamba Konkola Copper Mines inakanusha madai kwamba imeshindwa kudhibiti vifaa muhimu au kumiminika kwa uchafu kutoka migodini na kuvuja kwa wingi. KCM imewekeza zaidi ya dola milioni 530 tangu mwaka 2004 ili kuimarisha hali ya mazingira kwenye maeneo ya kazi zake. Vile vile wamesema tunaipa kipaumbele hifadhi ya mazingira na kuendeleza hilo kwa kupunguza athari ya mazingira inayotokana na shughuli zetu, kwa sababu tunawajali wafanyakazi wetu, mazingira na jamii zinazoishi karibu na migodi yetu. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Uturuki inasema kwa mara ya kwanza tangu kusitishwa kwa mapigano miaka miwili iliyopita, majeshi yake ya nchi kavu yamevuka na kuingia kaskazini mwa Iraq ili kuwasaka wanamgambo wa Kikurdi. Mapambano yamepamba moto kati ya vikosi vya Uturuki na wanamgambo wa Kikurdi PKK tangu makubaliano ya kusitishwa mapigano kuvunjika mwezi Julai. Msemaji wa chama cha upinzani nchini Burundi kinachopinga mhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza amepigwa risasi na kuuawa mjini Bujumbura. Polisi wamesema Patrice Gahungu kutoka chama cha UPD alilengwa na watu waliokuwa na silaha wasiojulikana wakati akiendesha gari lake akirejea nyumbani jana usiku. Kiongozi wa chama hicho kidogo cha upinzani Zedi Feruzi aliuawa mwezi Mei. Makamu wa rais wa zamani wa Zimbabwe Joyce Mujuru anajiandaa kuunda chama kipya cha kisiasa. Leo amezindua sera zake. Mwanasiasa huyo mkongwe amekuwa naibu wa Rais Mugabe kwa kipindi cha miaka 10 katika chama tawala cha ZANU-PF kabla hajafukuzwa wakati wa mkutano mkuu wa chama mwaka uliopita. Moja ya sera zake ni kwamba ataregeza sheria za usalama na vyombo vya habari. Wakati Umoja wa Ulaya ukihangaika juu ya kukabiliana na tatizo la maelfu ya wakimbizi wanaozidi kuelekea Ulaya magharibi na kaskazini, shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa limeanza kuisaidia Ugiriki katika mchakato wa kuandika idadi kubwa wakimbizi wanaowasili kwenye kisiwa cha Lesbos. Wakati huo huo, serikali kadhaa zimepinga pendekezo la Ufaransa na Ujerumani la kutaka mfumo wa kulazimisha wanachama wote wachangie kupokea wakimbizi. Haya yote yanatokea wakati biashara kusafirisha wahamiaji inazidi kunawiri huko Uturuki. BBC imefanya uchunguzi wa biashara hiyo inavyoendeshwa, na hii hapa taarifa ya Eid Safe. Tayari ni mchovu kabla ya safari ndefu inayomsubiri, huku akiwa na mtoto anayeumwa pamoja na watoto wengine 4. Wametua hapa kwenye bustani ya michezo. Ni mmoja wa maelfu ya Wasiria waliopitia magenge ya wahalifu waliowapora hela yao. Na wapo wengi hapa Uturuki walio tayari kununua huduma ya kusafirishwa kuelekea Ulaya. Tukiwa na kamera za uficho, tunakwenda kukabiliana na wasafirishaji haramu wa binadamu. Kijana wa Kisiria anayetumikia genge hilo anatukaribia. Kwa dola 1450 mnaweza kusafiria boti la mpira na watu wengine 30. Biashara ya kusafirisha binadamu inaendeshwa na magenge ya wahalifu. Raia huyu wa Syria aliacha kazi kufuatia kifo cha Aylan Kurdi mwenye umri wa miaka 3. Alituambia kuwa magenge wa Turuki na Waafghan ndiyo yanayoendesha biashara hii. Je, wanajali wasafiri wanaozama baharini? Hata kidogo, hawana utu. Kwao ni biashara tu. Wanaoweka watu ndani ya maboti ya mpira, wakifa wakipona, wao muhimu waweke bunda mfukoni. Kamera yetu ya siri iliwafuatilia wasafirishaji hadi afisi yao iliyo mitaa ya nyuma ambako biashara hufanywa. Msiria aliye kwenye meza anaahidi kushikilia pesa hadi wahamiaji wakiwasili Ugiriki, na ndipo atazikabidhi kwa mwajiri wake. Lakini unafahamu lolote kuhusu usafiri wetu? Ni watu wangapi tunaosafiri nao? Bwana we, naweza kuthibitisha kuwa pesa yako ninayo mkononi. Hiyo ndiyo sehemu ya kazi yangu. Lakini nina uhakika wa boti lake ni zuri na kazi yake ni nzuri. Kwa uchache wasafirishaji hupokea kati ya dola 16,000 na dola 20,000 kwa safari moja. Na wakati wahamiaji wakizidi kukimbia kutoka Syria, biashara hii ya binadamu inazidi kushamiri kutokana na udhaifu na kushindwa kwa wanasiasa, na vile vile kuongezeka kwa unyonge wa wakimbizi. It's safe, BBC.
Kwa taarifa zilizotufikia saa chache zilizopita kutoka Kenya, polisi kwenye mji mkuu Nairobi wamemkamata mtu aliyekuwa akijaribu kuingia jumba lenye maduka mengi, yani mall, ikidhaniwa ni mabomu. Polisi wanasema wametegua mabomu matatu. Na sasa naungana moja kwa moja na Dayo Yusuf, mwandishi wetu akiwa katika studio zetu za Nairobi. Dayo, tuelezee nini hasa kimetokea? Kwa mujibu wa taarifa za polisi, wanasema kwamba mtu huyo alikuwa ameandamana na wengine wawili, na wote watatu wala hawakufanikiwa kuingia katika jumba hilo la Garden City Mall, ila wale walinzi wa eneo hilo waliweza kuwanasa, na walipowapekua wakapata kuna kifuko kidogo cha plastiki ambacho ndani kulikuweko na kifaa ambacho kimezungushwa nyaya nyingi sana. Ndio maana walisema kwamba lizua shaka na kuona kwamba huenda kikawa ni kifaa cha kilipuzi au kina uhusiano wote na mambo ya mabomu, na ndio maana waliwanasa watu hao. Basi waliita polisi na polisi wamewashika na kuwatia ndani. Kwa mujibu wa msemaji wa polisi George Kinoti, anasema kwamba washukiwa hao watatu watazuiliwa kwa muda, uchunguzi ukifanyika kujulikana kifaa hicho kilitoka wapi, kilitengenezwa na nani, na ni wataalamu ambao wanapekua kwa sasa. Lakini pia amethibitisha kwamba hao watu hawana asili yoyote ya Kisomali, ila kwamba ni raia wa Kenya, na uchunguzi sasa umeanza kufanyika. Na si jambo la kushangaza, manake ni katika kawaida ya uchunguzi ambao wanafanya kuimarisha usalama, manake usalama umeimarishwa katika majengo yote ya maduka makubwa jijini Nairobi, na uwepo wa polisi unaonekana wazi kabisa, manake wanatembea polisi wenye uniform na polisi wasiokuwa na uniform. Shukran sana, ni mwandishi wetu Dayo Yusuf akiwa katika studio zetu za Nairobi. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Kampuni ya Vedanta Resources inakabiliwa na kesi mahakamani hapo Uingereza kwa shutuma za kuchafua maji kwenye eneo lililo karibu na mgodi wake nchini Zambia. Wanavijiji wanaishtaki kampuni hiyo ya kuchimba migodi kwa madai ya maji kuingia sumu na kuharibu mashamba yao. Baadhi ya serikali za muungano wa Ulaya zimepinga pendekezo la Ufaransa na Ujerumani la kutaka mfumo wa kulazimisha wanachama wote wachangie kupokea wakimbizi. Wakati huo huo, BBC imefichua namna biashara kusafirisha wahamiaji inavyozidi kushamiri nchini Uturuki. Inakisiwa kwamba kiasi cha watu 100,000 duniani hufa kila mwaka kutokana na kuumwa na nyoka. Mara nyingi mtu hupata maumivu makubwa na ya muda mrefu. Waathiriwa wengi ni watoto katika maeneo ya vijijini, hasa kusini mwa jangwa la Sahara. Dawa za kupambana na sumu ya nyoka huokoa maisha, lakini sasa kumetolewa onyo kwamba aina ya dawa iliyo bora zaidi inakaribia kumalizika, na hivyo basi watu wengi huenda wakafa. Suluma Kasim anatuelezea utafiti wa sumu ya nyoka katika taasisi iliyo katika mji wa Liverpool. Wanaonekana wazuri, lakini wana hatari sana. Hawa ni nyoka walio hatari zaidi duniani. Mara nyingi hupatikana katika maeneo vijijini ndani kabisa barani Afrika, katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini hapa katika chuo cha tiba ya magonjwa za nchi za joto, wamehifadhiwa vyema katika masanduku ya vioo. Wanauma na kuua watu wengi katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Tatizo ni kwamba hujificha vyema sana, hawatembei sana, wanakaa tu ardhini. Mtu akipita karibu nao au kuwakanyaga, bila shaka nyoka humuuma tu. Mtu anaweza kufa katika kipindi cha saa kadhaa, lakini mara nyingi huchukua siku 1 au 2 hivi. Juhudi zinafanyika kutafuta tiba mpya. Shehena ya zile dawa ambazo wataalamu wanasema ndio mujarab za kupambana na sumu ya nyoka kusini mwa jangwa la Sahara linamalizika muda wake mwezi Juni, na zitaletwa nyingine. Ni mchakato mkubwa. Sumu ya nyoka hutolewa kama hivi, halafu huchukuliwa kidogo tu na kupewa farasi au kondoo, ambao hutengeneza kinga kupambana na sumu, na hiyo ndiyo hutumika kama kinga ya sumu ya nyoka. Wanasayansi huwabidi wafanya hivi kila siku. Ni kazi hatari sana. Ndio maana tunafunika nyuso zetu kama hivi. Kwa sasa mate ya kobra ni sumu, hata ikiwa umbali wa mita 3 au 4. Tena wanakulenga macho hasa. Leo hii wataalamu duniani kote wanakutana nchini Uswisi kujaribu kutafuta suluhu ya kutatua athari kubwa inayosababishwa na viumbe hivi hatari. Suluma Kasim, BBC.
Na sasa naungana moja kwa moja na Dr. Juma Mfinanga, daktari bingwa wa magonjwa ya dharura na mkuu wa idara ya magonjwa hayo ya dharura katika Hospitali ya Taifa Muhimbili, akiwa katika studio zetu za Dar es Salaam. Karibu sana Dr. Juma. Kama ulivyosikia kwenye hiyo taarifa iliyotoka sasa hivi, dawa za kupambana na sumu ya nyoka inakaribia kumalizika, yani hazitotengenezwa tena. Nini mbadala? Ni kweli ni changamoto kubwa sana kwa dawa hizi kuwa hazipatikani, kwa sababu 50% ya watu wanaong'atwa na nyoka wanahitaji dawa hii. Lakini hata hivyo, watu wataalamu wa afya tuna mbadala ambao tunashauri watu kuwa sio lazima kuwa watu wote wanapokuwa wameng'atwa na nyoka, sio kuwa anaweza akafa kama atapata tiba zingine. Kwa hiyo sisi kama wataalamu wa afya tunaweza tukasema kuwa kuna vitu ambavyo mtu aliyeng'atwa na nyoka lazima hakikishe kuwa anavifanya. Hivi ni katika huduma ile ambayo tunasema ni huduma ya kwanza mtu anapopata tatizo la nyoka, na nyingine ni zile ambazo zinafanyika hospitalini. Cha kwanza kabisa tunasema kuwa mtu anapokuwa ameng'atwa na nyoka ahakikishe kuwa anaepuka vile bisha akapata madhara makubwa ambao ndio anasababisha mtu kupata matatizo. Dr. Juma, lakini mbali na hiyo hatua kwanza, mbadala, manake tunajua utampa huduma ya kwanza na halafu hospitalini, lakini dawa hasa ya kumponyesha kama zikiwa tena hizi hazitengenezwi. Tunachosema ni kuwa sio lazima kuwa mtu aliyeng'atwa na nyoka. Hata hivyo 50% tu wanahitaji dawa ya nyoka. Lakini kuna wale nyoka wakali kabisa ambao akishang'ata hapo ndo tatizo linakuja. Kwa hiyo kweli ni changamoto kubwa kweli duniani ambayo tunasema kuwa ni lazima watu wafikirie kuwa kwa wale nyoka ambao wana sumu kali lazima tutafute mbadala wake. Lakini kwa wao wengine ambao hawana sumu, basi tunaweza kutoa hotuba nyingine sisi kama wataalamu wa afya. Dr. Mfinanga, kuna hasa maeneo ya Afrika Mashariki tumeshawahi kusikia kwamba kuna dawa za asili za kutibu mtu ambaye ameng'atwa na nyoka. Kuna jiwe fulani ambalo jina lake sijalifahamu, lakini wengi maeneo ya Afrika Mashariki wanasema huwa lina uwezo wa kunyonya ile sumu. Inaweza ikawa njia mbadala kama kweli inafanya kazi hiyo ya watu wanavyosema? Kiutaalamu hapana. Hizi ni vitu ambavyo tunashauri kuwa visitumike, kwa sababu unapotumia lile jiwe au dawa za kienyeji inaweza ikaleta madhara makubwa zaidi kushinda hata madhara ambayo yangesababishwa na ile sumu ambayo unafikiria ni ya nyoka. Kwa hiyo kiutaalamu ile jiwe lilithibitishwa kuwa linatibu mtu aliyong'atwa. Lakini dokta, wenyewe wanasema linafanya kazi, kwa hiyo ina maana haifanyi kazi? Kiutaalamu haijathibitishwa popote pale kwa linaweza tunachosema ni kuwa nyoka wengi wanaong'ata watu hawana sumu. Hata mtu asingepata tiba angeweza kupona tu. Kwa hiyo sio ajabu watu wanapona, kwa sababu kuwa hata hiyo nyoka aliyong'ata hana hiyo sumu ya kumuua. Kama nyoka ana sumu kweli kama kobra au mamba anaweza akafariki tu. Shukran sana. Ni Dr. Juma Mfinanga ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya dharura nchini Tanzania. Na sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo walimu nchini humo wamegoma kwa wiki ya pili sasa, na ni suala la mshahara wao. Mahakama Kuu nchini humo imeagiza serikali kuwalipa walimu nyongeza 50%. Hata hivyo, serikali imesema haiwezi kumudu nyongeza hiyo. Leo jumuiya ya wafanyakazi imetoa masharti kwa Wizara ya Kazi kuwalipa walimu au nao pia watajiunga na mgomo. Na sasa basi naungana na mgeni wetu Ali Chege ambaye ametoka wizarani nchini Kenya akiwa katika studio zetu za Nairobi. Karibu sana Ali Chege. Kwa nini serikali hamtaki kuwalipa walimu? Asante sana. Kwanza ningependa kuchukua fursa hii kusema kuwa sisi tunaheshimu maamuzi ya mahakama, na wala serikali haijasema haitawalipa walimu, iwe ni Wizara ya Elimu ama tume la mishahara ama tume la kuajiri walimu. Hajasema kuwa hatutawalipa walimu, ila ile tunalolisema ni kuwa serikali haina uwezo kwa sasa kuwalipa walimu nyongeza ambayo mahakama imeamua kuwapa, ambayo ni 50% mpaka 60%. Kwa hiyo kama hawana uwezo kwa sasa, uwezo ni lini? Lini mtakuwa nao uwezo wa kuwalipa? Siwezi sema ni lini, lakini katika katiba ya Kenya tunaambiwa tunaweza tumia kiasi fulani ya pesa ya umma
kulipa mishahara. Kuna 30% kulingana na PFM Act ambayo ni Financial Management Act ambayo imeweka wazi kabisa kiwango gani ambayo tunaweza fika kulipa mishahara ya umma. Lakini ikiwa tutapita lakini Ali Chege, wabunge wa Kenya nadhani tunavyojua duniani wabunge ni miongoni mwa wanaolipwa zaidi duniani. Sina uhakika kama wao huwa wanacheleweshewa. Hamuoni kwamba labda wengine wataona kwamba kwa nini hawa wacheleweshewe lakini kuna wengine ambao mishahara yao inatoka haraka? Labda ningependa kufahamisha tu kuwa kwa sasa tume la mishahara ambayo mimi nafanya kazi huko, tuna kazi kubwa ambayo tunayofanya ya kutathmini makazi za umma. Hili ni exercise ambalo tulianza mwaka huu, na ikifika mwaka ujao tutaweza kuja na kadiri yani kiasi ngapi ya mishahara ambayo tunaweza walipa walimu, watumishi wa umma, wafanyikazi wote wa umma. Wabunge tulifanya hiyo exercise mwaka wa 2013. Tulitathmini makazi zao kuanzia rais mpaka MCAs, na ndio tukaja na mishahara yao. Shukran sana. Kwa hivyo mishahara ambayo wabunge wanalipwa tulikuwa tushafanya job evaluation exercise, na sasa hizi tunafanya job evaluation exercise ya wafanyikazi wote wa umma na walimu pia wakiwa ndani. Shukran sana Ali Chege kutoka Kenya. Bila shaka walimu watalipwa hivi karibuni. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira ya Dunia kutoka hapa London, na sasa moja kwa moja viwanjani. Venus Williams amesema kwamba yuko tayari kumzuia dada yake Serena kuandika historia na kupata ushindi wake wa kwanza katika mashindano yote makubwa ya Grand Slam katika kipindi cha msimu mmoja wa tennis. Serena na Venus watashindana kesho Jumatano saa 8 za usiku katika pambano la robo finali la US Open. Hii itakuwa ni mara 27 kwa dada hao kupambana. Serena mwenye umri wa miaka 33 hajawahi kushindwa katika pambano la Grand Slam tangu mashindano ya Wimbledon mwaka 2014 na anatumaini wa kwanza kushinda mashindano yote makubwa katika msimu mmoja tangu hilo kufanyika mwaka 88. Venus amesema hakuna aliyenania kuliharibu pambano hilo, lakini ni wazi kwamba angelipenda kuibuka mshindi licha ya watu wengi wakiwa na hamu ya kuona Serena anaandika historia. Kwa upande wake mchezaji wa Uingereza Andy Murray amekuwa akieleza namna mambo yamemwendea mrama baada ya kufuzu kuingia robo finali katika mashindano 18 ya Grand Slam. Wakati huu ameshindwa kufuzu baada ya kushindwa na Kevin Anderson kutoka Afrika Kusini katika mashindano hayo ya US Open. Anderson alipata ushindi katika pambano la saa 4 na dakika 18 akishinda kwa 7-6, 6-3, 6-7, 7-6. Hii ni mara ya kwanza tangu mwaka 2010 kwa Murray kushindwa kwa miongoni mwa wachezaji wanane wa mwisho kuondolewa katika mashindano makubwa ya Grand Slam. Nahodha wa timu ya taifa ya soka England Wayne Rooney amesema siku zote atakuwa tayari ikiwa timu ya taifa itamhitaji. Rooney amesema hayo huku akiwa ameifikia rekodi ya magoli mengi zaidi kuwahi kuandikishwa na mchezaji wa England ambayo ni sawa na ile ya Bobby Charlton. Rooney alisawazisha rekodi hiyo ya magoli 49 katika mechi ya Jumamosi dhidi ya San Marino, na leo jioni inafikiriwa ana nafasi ya kuandikisha rekodi mpya ikiwa atafunga magoli katika mechi dhidi ya Uswizi katika uwanja wa Wembley. Rekodi ya Bobby Charlton imedumu kwa muda wa miaka 45. Ni hayo tu katika michezo, na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na watakieni nyote njozi njema.